En sapar nyakorom gajwang machiegni chero ni mar kage kacha wa iko ni weche manyien mane machok kende. Nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto norwaki maber e kaunti ma Homa Bay odiochienge mar ariyo malimbe gwenge makaluo. Ruto nolimo chenro mopogore mag dongruok kowuok e mano mar pi maratemo water project mantiere Oyugis, Dhowath, Mapaya kod Chichrech. Kanolose boma Homa Bay, jatend piny Kenya William Ruto dok ne sirikande mar barwabar kolero ni winjruok ma kamano notim mondo mi oriw wi oganda jo Kenya kanyakla. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hapa tuweke paya na tutengeneze port na tutengeneze fish market. Mimi nilitumana, makontrakta wamekuja na nimekuja kuangalia hiyo kazi na nimeridhika ya kwamba hiyo kazi hiyo ya fish market kabla ya Disemba mimi nitakuja kufungua hiyo fish market muweze kuendelea na biashara ya watu wa hapa Homa Bay. Niliwaambia tutawapangia mambo matatu, ya kwamba tutaweka cold rooms ndio samaki yenu isiwe inaharibika. Niliwaambia tutawapangia mahali ya processing ndio muweze kuongeza dhamana kwa ile samaki mnatoa kule baharini. Na niliwaelezea ya kwamba tutakuwa na wholesale market na retail market. Yule mama samaki sasa atakuwa na mahali pazuri, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna usafi, ili tuweze kushughulikia biashara ya kila mtu. Commission mochungne ng'iyo sach jotije piny owacho SRC oyango kwan omenda ma itiyo godo e chudo mag sach jotich sirikal kopim kod yuto choko mapacho ka odwok piny kowuok 51.54 e hik omenda 2018-2019 nyaka 39.22 e hik omenda 2023-2024 kochiwo ler ewi kaka gisetiyo kuom higni 6 nyaka ne yiergi kinde magi korene wuok e apis 11 dwe mar 9 higani. Jakom mar SRC Lynn Mengich olero ni dok piny e kwan omenda ma itiyo godo e chulo jotich biro kaluwore kod okenge mane gitiyo godo koting'o ng'ado moko kuom omenda mambalang' ma osebed ka imiyo jotich sirikal. Mengich kata kamano koni omenda ma ichulo jotich to osebedo ka idho kowuok e bilion 785 e hik omenda 2018-2019 nyaka trilion 1.7 e hik omenda 2023-2024 kaluwore kod kwan mamedre mag jotich ma indiko e thurka. Over this period, the Commission has overseen progressive drop in the total public wage bill to total ordinary revenue ratio from 51.54% in the financial year 2017-18 to 46.64% in the financial year 22-23. This is projected to decline further to 39.22% in financial year 2023-2024. Now, this downward trend has been achieved in spite of an increase in the public wage bill in absolute amounts, which has risen from 785 billion in 2017-18 to 1 trillion in the financial year 21-22 and projected to grow to 1.17 trillion in the financial year 23-24. Director Mathiethe Pachoka Patrick Amoth koro wacho ni piny Afrika dwaro doses mag chanjo mag guonyo mar Mpox mar milion 10 ka Kenya biro yudo doses mokwongo milion 2 e giko higani. Doses ma ichiwo ne piny ka piny biro yudore kod dwaro kata luwore kod dwaro mar piny. Amoth kata kamano olero ni piny Kenya sani oketo maino mare e chanjo to e okang' mokwongo mar geng'o landruok mar tuono. Africa as a continent requires 10 million doses of the Mpox vaccine. Discussions from the Africa CDC indicate that Africa would be able to get about 2 million doses of the vaccine by the end of the year if we have discussions with the manufacturer, that is Bavaria Nordic in Copenhagen. However, you must remember that Mpox is endemic in Nigeria, unlike Kenya, which reported the first case of Mpox this year.
The burden of disease is greater in Nigeria, and therefore the allocation of the vaccines will be based on the burden of disease. We are still in phase 1, where we have less, in terms of our response plan, we have 3 phases. Phase 1, less than 99 cases. Phase 2, 101,000 cases. Phase 3, more than 1,000 cases spread all over the country. So for now, vaccine will not be a top priority. Migao manyien mar thieth Dr. Deborah Baraza okawo apis ayanga kawuono kuom jatend migao machon mar thieth Susan Nakumicha. E twak mare, Baraza owacho ni thoth oganda jo Kenya ok yud chenro makare mag thieth moloto mago ma onge kod nyalo. Osingo mar chwalo nyime chenro mag thieth jatend migao machon nochako moloto kete tich chenro mar UHC kendo neno ni jochiw thieth ma pacho ka oyudo lwasi makare mar tich. Greatest achievement for me would be the implementation or the operationalization of UHC so that we can serve all Kenyans and give them affordable, accessible quality. I empathize with the health workers, not only the doctors, but we have the nurses, the clinical officers, the physiotherapists, among others. So we really need to also carry on and see how we can ensure that the health workforce have the appropriate environment, the occupational environment in order to deliver the services to all Kenyans. So that is also one of the critical areas. Again, following Josiasa kod jodolo medo golo medo kata medo nyiso chung mopogore opogore e paro mar nywanda gulu achiel omenda mag bazari ma osebed ka ichiwo gi jotelo mathur kae. Ka jod bura ma kaunti ma Nyandarua Faith Gitau kod moko kuom jonyuol koni omenda mag bazari osebedo ka itiyogo makare kokalo lwet jod bura. MCA ma wuok e kar chung od bura ma Ndaragwa Kamau Gathungu ma bende en jakom komiti mar somo od bura ma Nyandarua to koni omenda go winjo keti agula achiel. Jotelo masiro parono koni geto omenda kata keto omenda mag bazari agula achiel dhi geng'o tiyo marach kod omenda mag jopiny. Kulingana na katiba ambayo tulipitisha mwaka wa 2010 ilisema ya kwamba mambo ya masomo inasimamiwa na serikali kuu, lakini kwa shida zenye tuko nazo katika hii nchi, hiyo pesa ikapelekwa kusimamia hata maneno ya basari, tukitumia ile kitu inaitwa the social component kwa sababu sisi tunafaa kuangalia chekechea, tunafaa kuangalia maneno ya hizi shule za ufundi polytechnics, lakini kwa saa hii tunabidi tunapeana basari, na hiyo inakuwa ni katika tunashindwa kusaidia kujenga shule za chekechea, kuwajengea choo, kuweza kuwapatia ile vitu wanahitaji ndio waweze kusoma vizuri. Kwa hivyo hiyo pesa kama inaweza letwa pamoja, ndio wale watu wanafaidika kutoka kila pahali waweze kufaidika kutoka pahali moja. Mimi nikiwa hapa Nyandarua National Polytechnic nikiomba basari napatiwa around 5,000, lakini fees yangu ukiangalia inakuja around 70,000 plus. Sasa unashindwa kweli hii basari inanisaidia ama inasaidia wajumbe na viongozi kupata scorecard badala ya kutusaidia sisi kama wanafunzi. So tungeulizwa sisi kama wanafunzi iondolewe. Naimiza hata the leaders that we have in Nyandarua tushikane sisi wote. Ule ako na basari kubwa kama governor ako na 144 million. Na msina na muomba make sure amepatia kila mtoto wa Nyandarua basari. Na wale wengine wako na basari, tukishikana sisi wote hawa watoto watasoma na Nyandarua itarudi where it was before. Bad migao mochung'ne wuok ka donje pacho ka dhi nyime kod choko pach jopiny ewi kad moyiedhi mong'ere kaka Maisha Card. Kotane kod jagoro mong'ere migao mar arita Julius Bitok, jopiny jiwo mondo mi odhi nyime kod ndikruok ne kadino ka koro nyaka sani jopiny maromo milion 1.6 osendikore. Bitok olero ni kadi maromo 400,000 ma pok okaw odiwe apise opogore mag piny owacho. Migao no singo ni nonro mag jopiny ok biro chikata matin. Kama en okang' ma piny owacho okawo kaluwore kod lokruok e lony manyasani.
Si ati tumeanzisha, imekuanga data yao imekuwa very safe hii miaka yote. Hata saa hii data yao iko very very safe, I want to guarantee. Na saa hii tuko na sheria kali ya Data Protection Act ambayo inachunga data ya Wakenya wote, na tunahakikisha kwamba tumefuata hiyo sheria kulingana na penye imetengenezwa, ili kila mtu aweze kuhakikisha kwamba data yake is safe at all times. Na wacha niseme hii project pia ni serikali ya Kenya peke yake inafanya. Hatuna external support, hatuna watu wengine wametoka huko nje. Najua kuna watu waletanga propaganda tunaweka watoto chip. Hiyo ni uongo. Msikie hiyo uongo. Ati namba ni namba ya siku ya mwisho. Hiyo pia ni uongo. Hii namba, si mmesikia watu wanaambia watu kanisa msikubali, ni namba ya mwisho. Hii namba ni namba ya kitambulisho, sio namba ya mwisho. So nataka kuambia kwamba kama watu wa media mtusaidie ili kueneza ujumbe mzuri kuhusu hii project mzuri. Sasa hivi tumetoa vetting, kama huko wewe ni Msomali, wewe ni mtu unatoka huko Mandera, hiyo border counties Turkana, hakuna mambo ya vetting. Unapata kitambulisho kama Mkenya wowote. Miche mag jopuonje boriruok mar Kuppet nodonjo apaya odiochieng'gi mar ang'wen mar ng'anyo ka giywak na sirikal oserem chopo kare dwaro margi. Jopuonjgo nokelo dhugruok mag nyamburko kane gigeng'o apaya maduong' e boma ma Bono ka koro giywago ratich. Jopuonjgo onyono kar tiendgi ni ok gibi dok e klas kapo ni sirikal ochopo kare dwaro margi. Tumeona TSC jana ikisema kwamba inataka kuongezea walimu contract ya miezi 4. Huo ni mchezo. Koti ilisema kwamba walimu wanaajiriwa permanent and pensionable. Tunajua pesa kwa serikali iko. Sisi hatutapanduka barabarani mpaka maslahi yote vile Secretary General anatuambia wetu wa Kuppet Kisii. Our Secretary General Bwana Kero Misori guided by the National Governing Council hatutoki kwa barabara mpaka maslahi yetu imeangaliwa. Lazima TSC ikae chini na walimu. Tuko na shida mingi. Tuko na shida ya AON na tuko na NHIF. Kuom ndalo ang'wen moluwore jopuonj mag sekondar e bwo riwruok mar Kuppet e kaunti ma Nandi osebedo ka bago ng'anyo kendo kelo ng'ikruok e chenro mag somo e kauntino. Jopuonjgo osebedo ka bago ng'anyo kata bang' doho chungo ng'anyo makamano ka gin to pod giramo ni gibiro ng'anyo nyaka chieng' piny owacho winj ywakgi. Jopuonjgo noluoro apaya ma Bomet ma Kapsabet ka gi miel kendo ting'o oboke mantiere kod ote man kod dwachgi ne piny owacho kama oting'o dwaro mandiko jopuonj maromo 46,000. Kuppet power! Siku ya leo tumekuja kusimama na Kuppet kama walimu wa JSS. Tunasema ya kwamba hatutaki tena mambo ya kupoliticize mambo ya education in the Republic of Kenya. Hatutaki wanasiasa ambao wanatudanganya kila kujao. Eti tutawaconfirm into permanent and pensionable. Siku zinaenda. We need confirmation. No! The government is busy killing the teachers. We are dying because of poor services that are offered by Aeon Minutes. We shall die. You are not giving us the good package of salary, poor package of medical insurance cover. We want to tell the commission that we are not going back to class until you fulfill our demands. Demand number 1, all the 46,000 JSS teachers must be employed on permanent and number 2, all the teachers should get their phase 2 of the CPA, which was signed last year. Number 3, we want back our 11 billion for medical cover. Sirikand kaunti ma Kwale ogo marufuku bedo mag kuonde thieth manyien mondo mi kata gedo mag kuonde thieth manyien mondo mi gibed mago moseger gi sani.
karagiber magomo sabergisane kalore kod governor mar county no Fatuma Chani ma en achiel kuom yore mag bero chenro mag thieth e county Makwale. Nyaka sani sirikand county no medo kwan mar ute thieth kowuok 35 nyaka 165 kachiel kod ndiko jochiw thieth 1,800 chakre sirikand counties ne chakre. Chani wacho ni sirikande ibiro neno ni ute thieth duto ni kod yath moromo gi thieth madwarore kachiel kod jochiw thieth moromo manyalo chiwo kony madwarore ne jopiny. Facilities 162 zote zinahitaji wahudumu wa afya. Zote zinahitaji madawa. Zote zinahitaji mambo ya lab. Kaunti yetu ya Kwale, pesa ambayo tunaipata sisi ni pesa ambayo igawanywe kwa basari, itengeneze mashule, itengeneze hizo dispensaries. Tulivyoingia hii awamu yangu, nimesema nitaendelea kuboresha, sijengi mpya, na boresha zile ambazo zipo tayari. Kwa sababu tayari tulijenga kutoka 2013 tukiingia na Mheshimiwa Mvurya tulipata dispensaries ni 30. Tukaziongeza ili mtu asitoke mbali kwenda kutafuta huduma ya afya. Tukaachieve hiyo. Koram gajuang hatira chel kachiel nyake county ma Homa Bay kamanyasi marwa koe pacho jatenda migao manyien mar omenda John Mbadi dhi mbele kanyaka sani jatend migao manyien mano mar wechego mag aluora Aden Duale dhi mbele kotwak wawinje kaka tono dhi mbele nyakoram gajuang e gwengo mag Magunga. Na baba alikuwa prime minister miaka 16 iliyopita. Lakini Mungu ni wa ajabu. Leo ule waziri wa kilimo amekuwa rais, amepatia mimi waziri, kapatia Badi kuwa waziri na kufanya Joho akue waziri. Your Excellency, najua tulipata kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, lakini asante sana. Na jana niliona bado ukimtetea ukalete marais. Kiongozi wetu ambaye alituweka kwa siasa 2005 ndio mimi niliingia ODM. Na katika wale wa ODM, unajua ODM is the largest and is the oldest party. Lakini sasa kwa rais kuwa hapa, it is the largest and the oldest today. Kwa sababu ukiongeza hii UDA na hii wale wametoka ODM wamerudi nini, now it is the largest and the oldest. Your Excellency, huyu John Mbadi na huyu Wandai, hata wakati walinifukuza kutoka kuwa majority leader, nikaangalia nilikuwa mzee sana. I was the longest serving majority leader. Mimi nikasema tuwacha nikae as a ranking member kwa Public Accounts Committee. Mimi na huyu Wandai ni marafiki kubwa sana. Yeye akiwa chairman ya Public Accounts, mimi nakaa karibu yake as a ranking member. So siku ile hayuko, mimi ndio nilikuwa nafanya. But Your Excellency, one thing you have done, and as the former ODM who left, they used to call us rebels. Huyu anajua. Tumebaki katika hii serikali, mimi, rais na Musalia Mudavadi. Wale wengine wote, wengine wameretire, wengine wamepotea. Hata nikiona Simba Arati hapa anajigamba ati mimi ndio deputy party leader. Nikiona dada yangu gavana wa hapa akisema mimi ndio mwenyekiti wa chama. Mimi nilikuwa vice chairman ya ODM wakati deputy party leader wa ODM alikuwa rais. Mko na miaka mingi mliangojea kufika hapa. Miaka mingi, kina Arati, kina Gladys Wanga. Hii chama iko na historia. But Your Excellency, I want to tell the people of Kenya one thing. As a person who has worked with you closely more than 20 years, when you took oath of office and you are given the instruments of power from the day one, and I want to say it today here,
in Gwasi, in Homa Bay, you made it your agenda to unite the people of Kenya. Today, Aden Duale, I am so proud, Your Excellency, that I sit in a cabinet that reflects all shades of the political, social, religious, and ethnic divide that has never happened in the Republic of Kenya. You will be remembered, and that is your legacy. And you said 2027 is not an agenda for you. Mimi sijawahi kuja. The last time I did campaign in this place was wakati nilikuwa ODM. Wakiniambia twendeni, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, twendeni huko, mimi namwambia hapana. Unajua mimi ni I am an old member of ODM. Niko na marafiki kama bandi. Hata Mheshimiwa Junet, wacha nimsaidie. Katika katiba ya Kenya, Article 108, msemaji wa serikali katika bunge ni Kimani Ichung'wah. Msemaji na kiongozi wa opposition ni Junet Mohamed. If you are somewhere else, una tanga, ati unasema baba ameenda AU, ati wewe ndio kiongozi wa opposition, na tena ile wabunge yako haifiki 20. Hapana. Sasa ni kama 208. Serikali na opposition wameungana ili Kenya iwe Kenya moja. Na yote ya mwisho, hii Gwasi, hii mountain munaita Gwasi. Huyu mjumbe ameniambia he wants to turn it into an ecosystem, forest. And as part of your 15 billion tree planting, hizi hills yote, hizi mountains zote, tutafanya kama Baldeas, kama Mount Kenya, kama Mau Forest, kama Mount Elgon, Charangani, ili hapa hii joto ipungue. Asanteni sana. Huyu Mbandi, Your Excellency, this man, I can vote for him. The way I can vote for Hassan Joho, the way I can vote for Opiyo Wandayi, as very close friends, as competent leaders, as people I can say I worked with them, Your Excellency, with those very, very remarks. Tunakubariki kuja baraza la mawaziri, tusaidie rais, Kenya isonge mbele. Asanteni sana. Now, you know, I indulge Duale because we have come from far. Although Joe pia tumetoka mbali, but najua utafupisha. So, now let me invite the last speaker from Cabinet Secretaries is Ali Hassan Joho, the Cabinet Secretary for Blue Economy, and also immediate former Deputy Party Leader ODM. Karibu. Sante. Jaturo untie. Umor. Uwir. Mambo. Mukongangari. Kinoma. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, hii kwangu ni mtihani mkubwa sana. Kwa sababu mimi nimepanda jukwaa na nimezoea kwa muda mrefu kupanda kama naibu wa kiongozi wa chama cha ODM. Sasa nimepanda nikiwa waziri kamili wa serikali. Nataka nikwambie Mheshimiwa Rais, wakati wa uchaguzi nilinunua suti. Mnakumbuka niliwaambia nilinunua suti na viatu ya kiwi. Juzi nilikuwa karibu nitupe. Alafu nikapata fununu ati mimi naweza kuwa rais, naweza kuwa waziri. Mheshimiwa Rais, nilipata fununu naweza kuwa waziri. Wacha nikwambie mimi sikuamini. Niliona Hassan Joho, chama cha ODM ati akuwe waziri, itawezekanaje? Lakini nakushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu umeonyesha uongozi wa kuunganisha taifa. Na mimi nataka nikuhakikishie hapa Homa Bay leo, ile kazi ya waziri umenipatia
nitaifanya kinoma noma. Nitaifanya. Na niko hapa nataka niseme mambo machache. Mheshimiwa Rais, uliniambia nimekupa kazi ya madini, uvuvi na mambo ya bahari. So mimi nataka nikwambie nimetembea hapa kwa kufata amri yako ya kusema kwamba wachimbaji madini wadogo wadogo la eneo la Nyanza na Western Kenya wasisumbuliwe kamwe. Mimi nimefuata hiyo amri. Na nataka niseme hapa, Mheshimiwa Rais, hapa nitavyoga, nitavuruga, nitatembea. Mtu yoyote ambaye anadhulumu mchimba madini mdogo mdogo eneo hili, tutapambana mbaya sana, my friend. Na vile vile Mheshimiwa Rais, umeniambia tuweke mpango wa kusaidia wanasamaki. Mimi najua zile program ambayo wewe sitaki kukusemea because you are here, utasema wewe mwenyewe. Lakini mimi najua katika hii wizara ambayo niko, nimekuja hapa juzi Mheshimiwa Rais, nimeambiwa hapa kila siku ndugu zetu wa Kijaluo wanakufa katika hii lake. Wanakufa wakitafuta riziki. Ni kweli sio kweli? Sasa Mheshimiwa Rais, mimi unajua napanga kazi ya wizara. Lakini wewe ukitamka, hata Mbadi atafata, Duale atafata, wote watafata. Mimi najua Jumamosi tutatembelea Kisumu mradi mkubwa wa Search and Rescue Center and Communication. Mheshimiwa Rais, mimi nataka ukiwa pale unipatie mimi amri. Na mimi nipeane watu wangu amri kwamba katika eneo hili la Lake Victoria we need to urgently procure a rescue helicopter ambayo itakaa hapa kuokoa watu wanaoenda baharini. Si namna hiyo? Sasa President leo akikaa hapa akinipa amri, na watu wangu hawezi lala, watafanya mpango watu wetu wasiwe kufa tena. La mwisho, Mheshimiwa Rais na watu wa Homa Bay, mimi nataka kusema na kuunga mkono kikamilifu katika sera yako ya kuunganisha Wakenya. Na Mheshimiwa Rais, nikwambie sio rahisi kwa rais yoyote kama wewe hivi uniappoint mimi Hassan Joho vile nilishuka naye mheshimiwa. Sinyi mnakumbuka? Nilikuwa nasema kama noma, kama mbaya. Si mnakumbuka? Nilikuwa nasema kama noma, kama mbaya. Sikufikiria kama Mheshimiwa Rais anaweza kuniappoint, lakini kwa sababu umeniappoint, nataka nikuhakikishie mimi na watu wangu tutaenda na wewe sambamba kufanyia kazi wa Kenya na kubadilisha maisha ya Wakenya. Mungu awabariki, asanteni sana. Sasa there is a small ceremony which is going to take 3 minutes. Moses, hao wazee watanimaliza wasipofanya hii kitu. So just 3 to 5 minutes wamalize. Wamejipanga. Your Excellency, because C.S. Mbadi is a beneficiary of the generosity of the elders, he could not call them up. Allow me to introduce the elders from the Abasuba community and the Luo community. We have integrated very well. These are elders from the Abasuba community in Homa Bay and in Migori and in diaspora. And even though we call them Abasuba, they've got Luo blood in them. They are going to make a presentation to the Cabinet Secretary John Mbadi. Daher nimonda luong jatelo, aluongo gai emobi malokae, mondo ket Minister marwa e kom, chenro ni biro kao dakika dek. Konya urugi microphone minyalo mak gi lwedo. Mheshimiwa Rais, hawa ni wasee wa Suba ambaye wanataka kuapisa
Jalangare opanda wodimbo wangi woi opanda wodimbo wangi woi. Abuna wacho matin. Nasema kidogo. Gibalwa wacho matin chalo kama. Anataka kusema hivi. Nani ndalo moko. Ilikuwa wakati mwingine. Wabebero nani? Wabebero ilikuwa kwa dunia. Kenya tuwaka. Hapa Kenya. Lango moko nenitie. Wakalenjin walikuweko. Wabebero. Ambao walikuwa wanasumbua wabebero. Kendo wabebero wabebero walisema watu wataua wao watu. Watu waluo na wasuba walikataa ikiwa wanaua wao patia wao sisi. Mondo wabwana korgi. Sasa tuishi na hawa. Msungu nompa msuba. Msungu aliuliza msuba. Dejaluo. Mluo. Leso jok machandagi. Wale ambao wanasumbua sisi hawa. Hii mtaki na maonge teko. Wewe kama wewe na nguvu. Ibiro dina korgi nade. Utaishi na namna gani? Joluo kuriambo, ujosuba uriambo. Watu waluo unadanganya na wasuma pia unadanganya. Jaluo gijasuba no wacho ni oyo. Walisema la. Mewa giura mewa kata kaunana na ngiricho gichando. Wabiro dina korgi. Patia sisi hawa tutaishi na hawa. Omeakwa president. Tunauliza president. Daniel. Makoloni ya komsani. Tunaomba president ambaye yuko kwa kiti sahihi. Kageni Mbadi. Kama wako na Mbadi. Mbadi. Asike mkono ya Mbadi. Nitie gibadu wa meogeka. Iko kitu ambaye anataka kumpa mnyinyi. Mimi dara Kenya. Ambao wanataka kuishi naye wengine wa Kenya. Sito inalindwa. Jadua ngamigini. Uninyala nura migini. Madinyang. Uri tuko sito mar Kenya. Na kupatia ngao na mkuki. To ubed gichuj. Kora mugajong mano kanyo en nyasi mar chiwo thuolo mar telo kata teko mar telo mitimo kanyo jodongo moedho de basuba gi jo oganda luo kabende en nyasi ma dhi mbele kanyo edala jatend migao mar omenda John Mbadi en nyasi bende hirwake go pacho ang'no aketo wango mar nyisi duto ma angne timre nyasi ne bende yore gi jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi jotelo mamoko mago maya kaluo gi mago ma bende yago gi mamoko ko jotend migepe bende amoko ma bende yore nyasi nyakoro mgajwang duto wa ikoni kendo angne okelni gi kanyo gi saa achiel gi saa adek mar otiene chendo wa mag weche manyien. Wewe thuolo kaona DJ Vic gi chendo mar ngoma wa kiriti masane nyinga Lydia Hokeo.